Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa Mwanga wa Dunia, channel ambayo inakusaidia kujifunza mambo mbalimbali ya kiroho. Na leo hii tunaendelea katika wiki nyingine ambayo tumepata kibali cha kuendelea na kipindi hichi. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Karibu sana katika kipindi chetu cha leo. Asante sana. Na tunakukaribisha ufungue kwa maombi, alafu baada ya hapo tuendelee mbele kidogo. Karibu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Mungu maana wewe ni mwaminifu. Asante kwa ulinzi wako tangu tulipoachana. Nakushukuru tena kwa sababu umetukutanisha tena kwenye kipindi hiki cha Mwanga wa Dunia. Naomba uwe pamoja nasi kwa yote ambayo tutajadili mahali hapa. Tunaomba yakawe kwa ajili ya utukufu wako. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu sana. Asante mtangazaji. Na tuambie, mada yetu ya leo inasema kubomoa madhabahu ya giza. Kubomoa madhabahu ya giza. Kwanza tuanzie hapo. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni daraja kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ndio. Ambalo mtu anaweza wa hapo na akawasiliana kwenye ulimwengu wa roho. Iwe wa giza au wa nuru. Ndio. Kwa hiyo kwa maana hiyo ili mtu aweze kufanya ibada lazima kuwe na madhabahu. Lazima kuwe na madhabahu. Na utofauti huu ukoje tukianzia na hii madhabahu ya Mungu wa kweli? Asante sana. Kwanza nielezee madhabahu kwa kina. Naam, karibu. Madhabahu lazima iwe na vitu vitatu. Ndio. Jambo la kwanza, lazima awepo Mungu wa madhabahu. Lakini awepo kuhani wa madhabahu. Lakini pia lazima madhabahu iwe na kafara, yaani sadaka zinazotolewa. Na tofauti ya madhabahu ya Mungu aliye hai na madhabahu za giza ni kutokana na ibada zile ambazo zinafanyika kwenye hizo madhabahu. Wakati mwingine ibada ndio zinaonyesha kinachoabudiwa hapa ni kipi. Ndio. Na ukijaribu sasa compare hizi au tuone utofauti wake kati ya madhabahu ya giza na hii madhabahu ya Mungu. Tumeshaiona madhabahu ya Mungu, umesema ina vitu vitatu. Hii madhabahu ya giza na yenyewe ikoje? Hii madhabahu ya giza na iko hivyo hivyo. Kuna kuhani wa madhabahu. Kuna Mungu wa madhabahu. Unajua Biblia inasema kuna Mungu na miungu. Na Mungu wa hiyo madhabahu ya giza naye anaitwa, Biblia inasema Mungu wa dunia hii. Maana yake shetani naye anaitwa Mungu wa dunia. Kwa lazima kuwepo na Mungu wa madhabahu, lakini kuhani wa madhabahu na kafara. Najua maana unakuta watu wengi wanatoa kafara kwenye ulimwengu wa giza kwa ajili ya mambo yao. Kwa hiyo maana yake kwa mtu ambaye anaamini katika ibada lazima madhabahu, unasema lazima iwe na kafara. Lazima iwe na kafara. Na hii madhabahu ya Mungu kafara yake ikoje? Madhabahu ya Mungu kafara yake ni zile sadaka ambazo tunazitoa pale kwenye madhabahu. Zile ndio zinaitwa kafara, lakini kwa upande wetu sisi tunaita sadaka. Na hizi sadaka ziko ni sadaka za kiagano au zinatengenezwa tu kwa sababu yani mtu akitengeneza madhabahu yake anaweza akatengeneza aina fulani ya sadaka, au hizi sadaka ziko kiagano? Kila sadaka inayotolewa kwenye madhabahu inaongea. Hakuna sadaka isiyoongea, mtangazaji. Na sadaka inanena. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania, Yesu alijitoa kuwa sadaka na dhabihu. Na anasema damu ya Yesu ambayo ilifanyika sadaka inanena mema kuliko ya Abili. Maana yake hakuna sadaka isiyoongea. Sadaka unapotoa kwenye madhabahu lazima iseme jambo kwa ajili ya maisha yako. Na sasa turudi kwenye mada yetu. Kwa nini sasa tubomoe hii madhabahu ya giza? Mtu anaweza kusema na lazimika vipi kubomoa madhabahu ya giza ili hali hiyo madhabahu mimi labda siitumiki au sijui iko wapi. Sasa kwenye mada yetu, kwa nini tunalazimika kubomoa madhabahu za giza? Au kuna umuhimu gani kwa mtu aliyokoka kubomoa madhabahu ya giza? Umuhimu wa kubomoa madhabahu ya giza upo. Kwa sababu asilimia kubwa ya mateso ya watu wengi au mafanikio ya watu wengi kutokana na madhabahu.
kuna madhabahu nyingi za giza zimeshikilia maisha ya watu. Na unapotaka kuchukua hatua unashindwa kuchukua. Ukisoma kitabu cha Ezekieli sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 8. Yes. Biblia inasema kuzaliwa kwako kwatokana na Mwamori na Waiti. Na mama yako alikuwa Mwiti, yes, na baba yako alikuwa Mwamori. Yes. Na katika kuzaliwa kwako ukutiwa chumvi, wala kitovu chako hakikukatwa, wala ukuoshwa kabisa, uligagaa kwenye damu yako mwenyewe. Kwa hiyo kutokana na namna hiyo ziko madhabahu nyingi ambazo zimeshikilia watu na wanapotaka kuchukua hatua wanashindwa. Ndio maana tunalazimika kuzibomoa hizo madhabahu ili tujenge madhabahu ya kimungu pekee ishikilie maisha yetu. Na ni njia zipi sasa zinatumika kubomoa madhabahu hii ya giza? Tunatumia njia gani? Okay. Biblia inasema kwamba neno la Mungu pekee linasema kwamba Yesu alituhamisha kutoka ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kama tumehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza, Biblia inasema tunaweza kuangusha ngome. Katika Wakorinto wa pili 10, yes, mstari wa 3, yes, asema ingawa tunaenenda katika mwili lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Yes. Kwa hiyo tuna uwezo kabisa wa kubomoa madhabahu za giza, lakini tuna uwezo wa kuijenga madhabahu ya Mungu. Ibrahimu alijenga madhabahu, lakini Gideoni alibomoa madhabahu ya giza iliyokuwa inashikilia lile taifa. Yes. Akajenga madhabahu ya kimungu. Tena Biblia nasema alibomoa usiku kwa sababu ya kuhofu wale watu wa taifa lake. Kwa hiyo madhabahu inaweza kubomoka kabisa kwa jinsi ambavyo wewe unakuwa na nguvu ya kubomoa. Na hizi madhabahu zinaweza kuonekana physically kwamba labda madhabahu iko kwenye mkuyu fulani, au hii madhabahu imejengwa sehemu fulani ambayo ukienda physically unaweza ukaiona, au hizi ambazo tunazungumza hapa. Asante sana. Swali zuri. Ni swali zuri. Madhabahu ni chochote ambacho kimetengenezwa kiroho. Yes. Mfano mti unaweza ukawa madhabahu. Lakini unaweza mlima ukawa madhabahu. Lakini na vitu kadha, hata mawe wakati mwingine wanaweza kuwa madhabahu. Na ndio maana unakuta watu wananyunyiza maziwa kwenye mawe, mafuta, yes, mambo kadha wa kadha. Maana yake zile ni madhabahu zao. Yeah. Ambazo zinawahudumia au zinashikilia maisha yao. Na unapoona mtu ana tatizo, tatizo lolote linatokana na madhabahu. Na ikatokea mtu ameokoka, ameshampokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hizi madhabahu bado zinamshikilia, au ana ulazima wa kuanza sasa utaratibu wa kuzivunja? Na akizivunja, hawa wa ndugu zake ambao hawajaokoka wanaweza kunufaika na hatua hiyo? Asante sana. Kuokoka ni ufahamu. Sawa. Unapookoka ule ufahamu wako unapoondolewa kwenye giza, lazima ufahamu wako utakaswe. Yes. Unajua madhabahu kuvunjika au kusimama ni kutokana na imani. Kuna watu bado wamekombolewa lakini wanajisi bado hawajakombolewa. Lakini mtu anapookoka madhabahu zinavunjika kabisa. Lakini watu wanaanza kuzirejeza taratibu kutokana na kurudisha uhusiano wake na mapepo, uhusiano wake na vile vitu alikuwa anavifanya zamani. Vinaporudi na madhabahu zinauishwa tena, zinakuwa hai. Kwa hiyo ni vizuri unapookoka usimame kwenye imani sawasawa, madhabahu zitavunjika kabisa. Na ikitokea mtu ameokoka mmoja kwenye familia, labda familia na watu 5, mtu mmoja akaokoka, huyu mtu anaweza kusaidia wale wenzake wakaondokana na kuendelea kuabudu madhabahu kwa kupitia huyu mtu mmoja? Yeah. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 22 mstari wa 30. Yeah. Ezekieli sura ya 22 mstari wa 30. Biblia inasema nikatafuta mtu atakaye lijenga boma na kusimama mahali palipobomoka, lakini sikuona mtu.
kuna uwezekano mtu mmoja kusimama katika familia na familia ikapata neema kutokana na yeye kuibeba. Hiyo inawezekana. Na swala lingine ambalo yamkini likawa linawatatiza watu wengi, ili mtu aweze kuibomoa hii madhabahu anahitaji atumie maombi ya namna gani? Aombewe, afanye maombi ya kufunga, au ni namna gani, au ni maombi gani ambayo akiyafanya inaweza ikamsaidia na moyo wake ukaridhika, kweli hapa nimefanya maombi na madhabahu yamevunjika? Okay. Swala la kuokoka, imani inakuja kwa kusikia. Yes. Swala la kuokoka anasema ukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Kwa jinsi ambavyo mtu anakuwa ni mwenye dhambi kabisa, lakini anapokiri kwa kinywa tu anasamehewa dhambi. Yes. Na madhabahu na uwezo wa kuivunja na ikavunjika kabisa. Na inapovunjika kabisa lazima ujenge imani kwamba mimi siko kwenye madhabahu zile za giza tena. Nimekusha kuondolewa. Yes. Maana madhabahu za giza zina uwezo mkubwa wa kushikilia maisha ya mtu. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Lakini ukisoma kitabu cha Ufunuo, yes, kwa habari ya kanisa la Pergamo, neno la Mungu linasema na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Lakini wewe ukuacha unyofu wako. Maana yake unaweza ukawa kweli mahali ambapo kiti cha enzi kimewekwa kabisa cha shetani. Lakini Biblia inasema ukishinda, jina lako utapewa jiwe jeupe na jina lako utapewa ambalo hakuna mtu atakayelijua. Yes. Maana yake madhabahu na uwezo wa kuivunja kabisa na ikavunjika na ukabaki salama. Na hizi madhabahu zinawashikilia watu kwenye maeneo gani? Kwa mfano tukirudi Tanzania hii, kwenye makabila mbalimbali kuna watu wanasifia, wanasema kabila fulani madhabahu zao zinawasaidia kuwa wafanyabiashara wakubwa, au kabila fulani madhabahu zao za kiukoo zinawasaidia kufanya biashara au kufanya taaluma na masuala ya kielimu. Sasa tunataka tujue hizi madhabahu zinaweza kumshikilia mtu, kwa sababu watu wendi kwenye upande wa faida, kwa sababu hatuamini kwenye hayo, lakini mtu anaweza kushikiliwa eneo gani? Anaweza kushikiliwa kwenye ndoa, anaweza kushikiliwa kwenye elimu, uchumi, na maeneo gani ambayo yamkini mtazamaji anayetazama akapata uelewa, akajitathmini yeye mwenyewe, akaona yamkini kuna mahala madhabahu inanishikilia? Madhabahu inaweza ikashikilia maisha ya mtu kabisa, iwe ni kwenye uchumi, iwe ni kwenye ndoa, yes, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye elimu na popote. Unajua kila familia imetoka katika hali yake yenyewe. Yes. Lakini mtu anapookoka anabadilishwa, anakuwa kiumbe kipya. Yes. Kwa hiyo kama vile ambavyo madhabahu zilikuwa zimekushikilia za giza, ukiamua kumpokea Yesu unaendeshwa na madhabahu mpya, ambayo ile madhabahu imefanyika kwa damu ya Yesu. Najua damu ya Yesu ilitukomboa. Nasema tumehamishwa na kuingizwa katika ufalme wa maana wa pendo lake. Kwa hiyo unapohamishwa sasa kutoka ufalme wa giza, unaingizwa katika ufalme wa Mungu. Tayari ukishajitambua tu, zile madhabahu zina uwezo wa kuvunjika na kukuachia kabisa. Na huyu mtu sasa akishaokoka, maana yake lazima awe na madhabahu ambayo anaitumikia. Ili kusudi, kwa sababu mtu hawezi akaishi bila madhabahu. Na tuambie, tukirudi kwenye swali letu lingine, kwamba huyu mtu sasa anapata athari, ni athari gani ambazo mtu anazipata ikiwa jambo hili akasilichukulia kwa uzito, akaona ni jambo ambalo labda halipo? Athari anazozipata ni nyingi, lakini tazungumza chache. Sawa. Athari ya kwanza, usipobomoa madhabahu utajaribu kusonga mbele lakini hautasonga. Ile madhabahu inakushikilia. Utajaribu kuchukua hatua lakini hutaweza. Utajaribu kwenda sehemu ambayo unataka lakini utashindwa. Maana tayari madhabahu lazima iwe na kiti cha enzi. Nilitangulia kukuambia madhabahu lazima iwe na kuhani, lazima iwe na Mungu, lazima iwe na kafara. Na vyote ambavyo vina kafara, kuhani na Mungu, vyote vinahusika kwenye ile madhabahu. Kwa hiyo unaweza ukashangaa uchumi wako umeshikiliwa, uwezi kwenda mbele. Ukashangaa ndoa yako unajaribu kukaa vizuri lakini bado haisongi. Ukashangaa biashara zako zinakufa. Yes.
Ukifuatilia sana unajikuta kwamba wewe bwana hakuna mahali umekosea. Lakini lazima ukichunguza sana unaweza kukuta kuna madhabahu imekushikilia. Kuna watu hawaendeleagi. Wakiinuka wakifika mahali wanarudi chini. Kuna watu hawaoagi. Wakifika mahali wakitaka kuoa wanashindwa. Kuna watu hawezi kuishi kwenye ndoa. Wakifikia kiwango fulani ndoa zinasambaratika. Lakini kuna watu ambao hawasomi, wanaishia tu la 4. Wengine wanaishia form 4. Yaani familia nzima hakuna. Familia nzima hawaendi. Maana yake ziko madhabahu zilizowashikilia. Lakini kuna watu hawezi kuvuka la 7. Maana elimu yao imeshikiliwa kwenye madhabahu za kwao. Yaani wameshawekewa mstari kwamba huyu avuke hapa. Kwa hiyo lazima sisi ambao tumemwamini Yesu tuvuke kwa nguvu. Lazima tuvuke kwa nguvu. Maana ya kwa tuna Mungu mwenye nguvu sana. Madhabahu ya Mungu ni yenye nguvu sana kuliko madhabahu za mapepo, kuliko madhabahu za majini, kuliko madhabahu za waabudu miungu. Kwa hiyo tunao uwezo mkubwa, lakini mpaka tujitambue. Naam, kwa hiyo kwa maana hiyo hizi madhabahu za giza ni kweli zipo. Japokuwa mtu yamkini asione, lakini atakuwa amini ipo. Zipo. Na mtangazaji ni kuambie tu. Unaweza ukakuta mikuyu mingi vinafanyikia vikao mbalimbali. Inawezekana zile ni madhabahu. Na zimeshikilia watu. Kuna mahali watu wanapenda kufanyia kikao. Kikao hakifanyiki pengine kabisa kwenye makabila yetu. Lakini kuna vyombo ambavyo mara nyingi vinatumika kupikia hasa kipindi cha sikukuu. Nilisikia mchungaji mmoja anatoa ushuhuda kwamba kulikuwepo na sufuria moja ambayo ina miaka 150. Inapikiwa tu miaka yote. Ikimaliza kupika inarudishwa darini mpaka mwezi wa 12. Hata kama zingine zipo, lakini yenyewe lazima iwe. Kwenye Biblia naweza kuona mifano gani hai ambayo watu walivunja madhabahu za giza? Mifano hai, nianze na kitabu cha Waamuzi 6. Waamuzi 6. Waamuzi 6:24 na 25. Gideoni walikuwa wameshikiliwa na madhabahu ya Midiani. Pale madhabahu za kwao. Na Wamidiani hawakuweza kuwaachia kabisa. Kutokana na walikuwa wameingia katika hali mbaya. Na Gideoni alimuuliza, malaika akamwambia Gideoni, wewe ni shujaa. Lakini akamwambia, ni shujaa kwa sababu gani? Mbona sisi ndio maskini? Hata mgambo la mkini akusomea. Lakini anaulizwa tena, anamuuliza Mungu, mbona sisi ndio maskini? Haya, mbona hatuoni matendo makuu ambayo Mungu aliwatendea baba zetu? Mungu akamwambia, nenda kwa uwezo wako huo utawaokoa Israeli na mkono wa Midiani. Lakini Gideoni bado hakukubali. Akaendelea kumwambia, mimi nitajuaje kama wewe unayeongea na mimi ni Mungu kwamba nitawaokoa Israeli na mkono wa Midiani? Akamwambia, sasa nitaweka ngozi pale nje, ile ngozi iloe na upande mwingine maji yasipatikane. Ikawa hivyo. Akuamini. Akasema, nitaweka ngozi pale tena. Nchi yote iloe, lakini ile ngozi iwe kavu. Mungu akafanya hivyo. Gideoni akapata ujasiri. Na Biblia inasema usiku huo aliangusha madhabahu ya kwao na aliangusha kwa sadaka pia. Kwa hiyo ni mfano wa kwanza wa madhabahu zilizoangushwa. Mfano wa Gideoni. Mfano wa Gideoni. Na katika muktadha wa Biblia na wa Kikristo, nini maana ya kubomoa madhabahu ya giza katika ujenzi wa ufalme wa mbinguni? Unapobomoa madhabahu ya giza, maana yake Biblia inasema katika Yeremia, tumepewa mamlaka ya kuvunja, kuharibu na kubomoa, lakini kujenga. Maana yake lazima tunapobomoa madhabahu lazima tujenge madhabahu. Maana madhabahu ndio kabisa inayoshikilia maisha ya mtu. Kwa hiyo lazima unapobomoa, na ndio maana tumepewa mamlaka ya kubomoa, kuharibu, lakini tusibaki pale. Lazima tujenge tena. Kwa hiyo kwa vyovyote kwa mujibu wa hiyo lazima tukibomoa madhabahu ya giza tujenge madhabahu ya kimungu tena. Na madhabahu hii sasa inaweza kumsaidia mtu akiwa mbali. Tutolee mfano, mtu yuko mkoa mmoja na madhabahu yuko mkoa mwingine. Anaweza akajiambatanisha na hii madhabahu na ikafanya kazi na yeye. Na anatumia njia gani ku connect na hii madhabahu?
akiwa mbali, tole mfano. Hilo swali inawezekana, lakini hayo ni masuala ya imani. Kwamba mtu imani yake ikoje. Unajua watu wengi wanaombewa wapokei. Si kwamba wakutaka, imani yao tu haijafikia kiwango cha kupokea. Na sio kama Mungu hana nguvu za. Sio kwamba Mungu hana nguvu. Mungu ana uwezo mkubwa tu, mtangazaji. Kwa hiyo inawezekana, lakini kutokana na kiwango cha mtu mwenyewe cha imani. Na kama anajiconnect sasa, anajiconnectije? Kitokea huyo mtu sasa ana kiwango kizuri, ni kitu gani kitakachomsababisha yeye akajiconnect na madhabahu fulani hata kama yuko mbali nayo? Asante sana. Ulimwengu wa roho hauko sehemu moja. Ulimwengu wa roho uko kila mahali. Unaweza ukawa hapa lakini ukafanya kitu Dar es Salaam cha kiroho. Na ndio maana uliwahi kuniuliza swali moja, nguvu ya maombi inaweza ikasafiri? Nikakwambia ndio. Naweza kusafiri. Naweza nikawa hapa nikamwombea mtu aliyoko Dar. Lakini pia naweza nikajiunganisha na madhabahu iliyoko mahali fulani. Vitu vikafanyika. Kwa njia gani? Ya maombi, ya sadaka au kwa njia ya sadaka, vyote. Lakini zaidi ni kwa njia ya maombi na sadaka. Madhabahu inajali sadaka na maombi. Na ikitokea mtu kajiambatanisha na madhabahu zaidi ya moja, na ikatokea madhabahu nyingine akaja kugundua haikuwa ni madhabahu yenye manufaa zaidi kwake na inayompendeza Mungu, analazimika na yeye kubomoa kama mtu anayebomoa madhabahu za miungu? Ni kujibu madhabahu zaidi ya moja. Lazima kuna madhabahu itashinda zote kwa nguvu. Kwa nguvu. Madhabahu zinaweza zikawa nyingi, lakini lazima kuna madhabahu hapo yenye nguvu kuliko nyingine. Ndio itakayo operate. Zile nyingine zote lazima ziwe chini. Na huu ujengwaji wa madhabahu kwa sasa hivi tunaona kwenye Biblia watu kama wakina Yakobo. Yakobo alishawahi kukutana na Mungu mahala mlimani, akajenga madhabahu pale. Kwa dunia tulionayo sasa hivi, hiyo inawezekanaje? Kwamba mtu binafsi anaweza kujengea madhabahu yake nyumbani na maisha yakaendelea? Unaweza kujenga madhabahu nyumbani. Kwa mfano hata sisi kule kwenye familia zetu tuna madhabahu. Na ndio maana unakuta ibada zinaendelea. Na unatumia mfumo ule wa kwamba lazima kuwe na Mungu wa madhabahu, kuhani wa madhabahu na sadaka itolewe. Kwa sababu pale nyumbani kuna baba, kuna mama, kuna watoto. Lakini pale nyumbani lazima kuwepo na mahali maalum pa kufanyia ibada. Na ndio maana familia nyingi hasa zinafanyiaga ibada sebuleni. Wakishafanya ibada na wanajikusanya kama vile kanisani. Wanajikusanya, fulani yupo, ibada inaanza. Na kuna kiongozi. Kuna kiongozi wa ibada, lakini kuna mhubiri wa pale. Na familia nyingi zinatoaga sadaka kabisa. Lakini kwa madhabahu ikishakosa sadaka, inakuwa ina nguvu. Na hizi sadaka zinakuaje? Kwamba tutolee mfano, wewe ni baba na yupo mama pale na ni familia, mkatoa sadaka. Hizi sadaka zinamwendea nani? Ni kuhani upi, au baba anazichukua yamkini maisha yanaendelea? Watu wengi wamelelewa katika imani tofauti. Kwa majibu ya moja kwa moja hapo siwezi kutoa, lakini kila familia ina madhabahu ambayo imejiungamanisha nayo. Kwa hiyo maana yake itafika siku ya labda ya Jumapili wanaenda kanisani na zile sadaka sasa. Maana yake inawezekana hiyo. Inawezekana hiyo. Kwa hiyo unachotaka kusema hapa ni kwamba kwa zile familia ambazo zinafanya ibada, kama wanamaanisha wana madhabahu nyumbani, sadaka isikosekane. Sadaka itolewe. Na kama watoi sadaka, ile madhabahu inakosa nguvu. Inakuwa ni eneo tu la kufanyia, kwa sababu pale kuna kuhani. Kuna Mungu wa hiyo madhabahu. Sadaka au kafara ya madhabahu lazima iwepo. Hata madhabahu za giza haziwezi kukubali ibada bila sadaka. Lazima sadaka itolewe. Na ndio maana watu wengi wanaambiwa, unasikia kwamba ukitaka kufanikiwa, hata ukipitia mjini vibao utakuta vimeandikwa njoo upate mali bila kafara. Maana yake lazima uzungumze. Lakini kuna mali za majini na kafara. Lazima hayo maneno huwa yanatamka. Maana yake zile madhabahu zinahitaji sadaka.
Yeah. Naam, na mpenzi mtazamaji ambaye leo hii umetazama kipindi hichi, yamkini utakuwa una maswali yako au na namna ambayo unataka kujua zaidi. Unaweza ukatuma maswali yako kwenye namba ambayo mchungaji alitoa na leo pia ataitoa, lakini pia kwa kupitia comment. Na naamini leo hii utakuwa umepata kitu kikubwa sana wakati tukiwa tunamalizia kipindi chetu hiki. Na mchungaji, turudi kwako. Upi ni wito wako kwa waamini? Upi ni wito wako juu ya kuwa na madhabahu imara ambayo inasaidia maisha yao? Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kwa habari ya kuvunja madhabahu. Upi ni wito wako kwa wale ambao yamkini walikuwa hawaamini? Wanasema sisi kwetu bwana hakuna madhabahu, mbona sijawahi kuiona? Nini ambacho nawaambia? Wito wangu ni kwamba kwanza watu wamrudie Yesu. Yes, hilo ni la kwanza. Wakishamrudia Yesu, madhabahu ya damu ya Yesu ina nguvu sana. Yes. Maana Yesu alishajitoa kama sadaka na dhabihu, kuwa harufu ya manukato. Na kama Yesu alijitoa, lile agano la damu ya Yesu ni madhabahu kubwa. Na ukishikilia maisha yale ya ukombozi, kwamba Yesu amekwisha kuniokoa kwa damu yake, alafu ukakataa kabisa upande wa giza, hakuna madhabahu itakayokufuatilia. Lakini pia kuna watu ambao bado wanafuatiliwa na miungu. Maana yake zile madhabahu bado zinawatesa. Mimi nina wasii, wito wangu watumie jina la Yesu, lakini damu ya Yesu. Yes. Wakitumia damu ya Yesu vizuri, yako maneno mengine wamenenewa kwenye madhabahu zao. Wakitumia damu ya Yesu yanafutika, na madhabahu zinaweza kuvunjika kabisa, na watabaki huru. Na watatembea sasa. Pale ambapo walishindwa kutembea, sasa watatembea. Pale ambapo walishindwa kuchukua hatua zao, sasa hatua zao zitachukuliwa vizuri, zitafanikiwa. Na kile wanalolifanya sasa litafanikiwa. Maana madhabahu iliyokuwa inawashikilia itakuwa imevunjika kabisa. Yes. Damu ya Yesu ina uwezo. Yes. Yeah. Na japokuwa swali hili yamkini litakuwa limekuja mwishoni, lakini nilitaka nijue wakati Elia anajenga madhabahu ili kuwaonyesha wale manabii wa Baali kwamba huyu ndiye Mungu ambaye anapaswa kuabudiwa. Tunaona kuna vitu alivifanya pale katika kuijenga ile madhabahu. Vile vitu ni vya kiagano au hata sasa hivi vinaweza vikatumika? Vitu gani? Alisema leta mawe 12 yakawekwa, akaweka ile sadaka juu, akamwaga maji, akaanza kufanya ibada. Baada ya pale ile madhabahu iliendelea kutumika au ni kwa ajili ya tukio lile muhimu tu? Madhabahu kati ya moja na nyingine zinaweza zikawa zimejengwa. Unajua madhabahu inahitaji tu kwamba Mungu wa madhabahu hawepo, lakini na kuhani wa madhabahu hawepo, na kafara na imani ya kile ambacho hiyo madhabahu inakiamini. Yes. Tofauti kabisa. Kwa mfano Yakobo alisimamisha jiwe likawa madhabahu. Lakini kuna wakati madhabahu ilikuwa ukwaju, mti wa ukwaju. Yes. Katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo hatuwezi kabisa kuwa na mfumo kwamba madhabahu iwe hivi. Hapana. Lakini madhabahu inaweza ikajengwa katika mifumo tu, ili mradi Mungu wa madhabahu ajulikane ni yupi, na kuhani awepo na kafara iwepo. Kwa hiyo hivi vitu vingine tunavyoviweka kama marembo, labataa za kunakshi, hizi ni kwa ajili yetu, si wenyewe. Kwa ajili yetu. Unaweza madhabahu ikawa ina tiles na kila kitu, lakini haina nguvu za Mungu. Haina nguvu za Mungu. Mungu anayeabudiwa hapo yawezekana ana nguvu, hamna nguvu yoyote. Kwa hiyo wala tusitishwe kwamba hii madhabahu, watu wanaweza kaabudu hata chini ya mti, lakini madhabahu yao ina nguvu sana. Watu wengine wanaabudu kwenye maturubali, madhabahu yao ina nguvu. Wengine wanaabudu kwenye majengo makubwa, madhabahu yao ina nguvu. Wengine wanaabudu kwenye majengo makubwa, lakini madhabahu yao haina nguvu. Wengine wanaabudu kwenye maturubali, lakini madhabahu yao pia haina nguvu. Kwa hiyo hatuwezi kabisa kudivine kwamba madhabahu inatakiwa ijengwe hivi, iwe hivi. Architecture. Hapana. Hapana.
Basi mimi ni kushukuru, na kwa kumalizia tu, mpenzi mtazamaji, yamkini angefurahi ungefanya maombi ya kufunga, alafu tupate kumuaga, tukutane naye wiki ijayo. Na mpenzi mtazamaji tu ni kukumbushe jambo lingine, kwamba usisahau kusubscribe channel hii. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video, hakikisha una subscribe, lakini share hii video kwa watu wengine. Ukiona video kama hii yenye mafunzo ambayo yamekusaidia wewe kwa namna moja au nyingine, una rafiki, una jamaa, una ndugu, unaweza kushare kwa kuwatumia link na wao wakafurahia zaidi na wakajifunza zaidi. Mchungaji, karibu kwa ajili ya kufunga, alafu tuage watazamaji wetu. Asante sana. Kama kuna swali lolote utatumia namba 0785 23 26 59. Kwa swali lolote unaweza kujibiwa. Yes. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya mahojiano haya ya neno lako, na muombea mtazamaji wetu ukazidi kumpa neema ya kuelewa katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya director wetu, na tunamweka mikononi mwako, endelea kumpa nguvu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mimi kwa nukta hiyo sina la ziada. Jina langu naitwa Isaac Mzava. Tukutane wiki ijayo katika kipindi cha Mwanga wa Dunia katika channel hii ambayo inakusaidia kujifunza neno la Mungu. Mungu na kubariki sana. Shalom, shalom.